Bwana Yesu asifiwe sana. Nina ujumbe kwa ajili yako siku ya leo ambao unatoka kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya 13 mstari wa 1 mpaka wa 5. Katika kitabu hichi na somo linalosema kwamba Mungu anakujaribu tu aone kama unampenda kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Kwa Mungu anakujaribu tu kama unampenda kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Anakujaribu tu Mungu ili akuone kama unampenda kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Kisoma hili neno linasema hivi: kukizuka katikati yako nabii au mwotaji wa ndoto, akikutolea ishara au ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia akisema, na tuifuate miungu mingine usiyoijua, tuitumikie hiyo, wewe usiyasikilize maneno ya nabii yule au yule mwotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yuwajaribu apate kujua kwamba mwampenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Tembeeni kwa kumfuata Bwana Mungu wenu, mcheni na kushika maagizo yake na kuisikia sauti yake, nanyi mtumikieni na kushikamana naye. Na yule nabii au yule mwotaji wa ndoto na auawe, kwa kuwa amesema yaliyopotoka juu ya Bwana Mungu wenu, aliyewatoa katika nchi ya Misri, akakukomboa katika nyumba ya utumwa, apate yule mtu kukupotoa katika njia aliyokuamuru Bwana Mungu wako uiendee, ndivyo utakavyouondoa uovu utoke katikati yako. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neno hili, liwe msaada kwa kila anayesikia, limsaidie na kubadilisha fikra na mtazamo wake na kumfanya siku zote kushikamana na wewe. Naomba neno hili Mungu ulionijulisha mimi lipate kueleweka hivyo kwenye moyo wa kila mtu anayesikia, kwa jina la Yesu. Amen. Ukiangalia neno hili unajifunza kitu kimoja. Naomba nikupe mfano. Kuna piga picha kwamba ni mama amezaa mtoto. Mtoto amekuwa sasa mkubwa, anaweza kala hata pipi. Amembeba mtoto kifuani pake. Lakini akuja mtu mwingine au mama mwingine akamtaka yule mtoto namnyoshe mikono, njoo ili ambebe. Sasa njoo nikubebe. Yule mtoto utaona anakataa kwa mabega, hataki, kwa sababu anampenda mama yake. Utaona yule mama anatoa labda pipi, anamuonesha mtoto, njoo nakupa hii pipi. Utaona mtoto mwingine atakataa, kwa sababu yule hamtambui, anamtambua mama yake tu. Lakini mwingine pamoja kwamba hamtambui, anamtambua mama yake tu, kwa sababu anapenda pipi, atanyosha kutaka ile pipi, atanyosha mkono wake ili apewe ile pipi. Yule anayemuonesha ile pipi atamwambia, njoo, kama unataka njoo nikubebe afu ndakupa pipi. Yule mtoto ataenda kweli, atapokea pipi. Akipokea pipi, yule ambaye anampenda mama yake kabisa kwa moyo wake wote na roho yake yote, hata akipokea pipi, atapokea pipi, atapiga kelele, atalia, atataka atoke mikononi mwa yule mama ili arudi kwa mama yake. Lakini yule asiyempenda mama yake kwa moyo wake wote na roho yake yote, akipewa pipi, anahamia kabisa. Mama yake hata kimnyosha mikono njoo, anaweza akakataa, kwa sababu amevutiwa na pipi. Ndicho Mungu anachotufundisha hapa. Kama anatuonesha hivi, anaweza katokea nabii, akatoa unabii kabisa, au muota ndoto, akawa ameota ndoto kuhusu wewe, au ameona maono kuhusu wewe, na akakwambia, bwana, nimeota kwamba unakwenda kupata kazi. Nimeota kwamba bwana, kuna mtu atakuletea hela ili utatue shida ulionayo. Nimeona kwamba wewe bwana unapandishwa cheo. Na ukaona kweli yametokea. Baada ya muda kweli ukapandishwa cheo. Kweli baada ya muda unakuta hapa kweli ukapata mtu akakuletea hela ulikuwa na uhitaji nayo, au ukaona kabisa kwamba umepata kazi. Ukaona kabisa kama ni alikutabiria kuhusu mke au mume, umepata kweli. Unaona kabisa umepata. Sasa utashangaa baada ya kwamba umepata, si umeshapata. Kwa wewe tunakuangalia sasa, je, imani yako inabaki kwa Mungu au inakuwa kwa yule mtu, kwamba sasa utahamia kumsikiliza huyo mtu kabisa maisha yako yote, kila kitu atakachokisema utasema ndio, au utajua kwamba hivi Mungu amemtumia huyu kuniambia ambayo mambo kweli yametokea. Anaweza akamtumia na mtu mwingine akaniambia mambo yakatokea, au pia anaweza akanionyesha na mimi na kweli yale mambo yakatokea. Kwa hiyo mtu anayetambua hivyo, kwa Mungu anaweza kumtumia na mtu mwingine akaniambia akatokea, anaweza kanitumia mimi mwenyewe akanionyesha yakatokea.
Kwa hapana, sitaki kuweka moyo wangu na imani yangu kwa huyu mtu. Kwa sababu mwisho wa siku lisije likawa ili nijaribu hili nikanifanya niache kumsikiliza Mungu. Sasa nikasikiliza kila kitu atakachoniambia, kwa sababu kumbuka, kama sio mtu wa Mungu kweli, ukimfuata atakuendesha. Kuna vingine atakavyokuambia, kwa sababu umeshamwamini, kuna vingine atakwambia ambavyo sio Mungu amemwambia, lakini yeye tu amevifikiria, na wewe utavifuata. Kwa mwisho wa siku utajikuta unatoka kwa Mungu. Ndio maana unakuta wengi, mtu akishamuonesha hivyo, baadaye kwa sababu unaona amekwambia utapata kazi, umepata, unapandishwa cheo, umepandishwa, utapata mume, umepata, utapata mtu atakuletea fedha, amekuletea kweli, ukaweka imani kwake, huyo mtu atakwambia sasa kauze nyumba ile yote, ila uje utoe sadaka kwa Mungu. Utakwenda kuuza. Akikwambia sasa achana na huyo mume bwana, utaacha mume. Atakwambia sasa kwa kuwa ni hivyo bwana, acha kazi, tumikie Mungu. Utaacha. Kumbe Mungu anakujaribu. Kama vitu hivi vitakufanya umwache Mungu, umfuate huyo, ukafanya anachokitaka, au utabaki ukimcha Mungu na kumtumikia Mungu. Ndio maana anasema kwamba wewe shikamana na Mungu tu, mtumikie Mungu tu, visikufanye ukamfuata yule mtu. Amesema sawa, Mungu amemtumia, sio yeye, ni Mungu amemtumia, ili wewe uendelee kubaki kwa Mungu. Kwa Mungu akusaidie na Mungu anisaidie mimi kuhakikisha kwamba tunapoona watu wametuambia vitu vimetokea, wametuambia maono, wametuambia ndoto walizoota, wametutabiria akatokea, isitufanye tuache kumwamini Mungu, tukamwamini sana huyo mtu. Mpaka inafika wakati kuna watu wanawaamini sana watumishi wa Mungu, mpaka mtu mwingine akimsema vibaya yule mtumishi wa Mungu yuko tayari kushikana naye na kupigana naye. Mungu anapojaribu kwamba utampenda au utampenda yule mtu na kumfuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa na kuomba kwa Mungu akusaidia kwamba wewe, hata kama mtu akakuonesha maono ukaona yametokea, hata kama akakuambia ndoto aliyoota na kulikuwa yametokea, imani yako isiwe kwa yule sio Mungu. Sema kwamba Mungu amemtumia huyu kuniambia, anaweza akatumia na mtu mwingine kuniambia. Asante Bwana kwa kuniambia, lakini hicho ninachoniambia tena anaweza kukupa hichi. Niuze nyumba yangu nitoe sadaka, kwamba niuze mali zangu zote nitoe sadaka, kwamba niachane ndoa yangu tena. Hayo sio ya Mungu. Kwa Mungu anasema tusiachane. Wewe kwa nini niambie niachane? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu na alibariki.